Katika kijiji kidogo cha Kasimba, kilichozungukwa na milima na misitu minene, palikuwa na msitu mmoja maarufu kwa hofu kuliko hadithi yoyote ya kitoto, uliitwa Msitu wa Milele. Wazee wa kijiji walikuwa wakikataza watoto kuukaribia kwa sababu waliamini kuwa ukipotea humo hurudi tena. Lakini kijana mmoja wa miaka 17 aliyeitwa Tawi hakuamini hadithi hizo. Akiwa mtoto yatima aliyepoteza wazazi wake katika ajali ya moto karibu na msitu huo, Tawi alihisi msitu unamvutia kwa njia isiyoelezeka. Usiku baada ya usiku, alikuwa akiamshwa na ndoto za ajabu, sauti ikimuita kwa upole lakini kwa nguvu, njoo. Ukweli wako umo ndani yangu. Siku moja alipokuwa akichunga mbuzi mlimani, aliona kivuli cha mtu aliyevaa joho jeupe kikimtazama kutoka mbali. Kivuli hicho kilipotea ghafla pale alipokikimbilia. Ndipo aliamua kwa moyo wa ujasiri na udadisi. Tawi alikusanya chakula kidogo, chupa ya maji na daftari lake la maandishi. Alimdanganya shangazi yake kwamba anakwenda mjini kutafuta kazi, lakini usiku ule ule akakimbilia msituni peke yake. Msitu huo ulipokuwa wa kawaida mwanzoni, polepole ulibadilika. Miti ikawa mirefu isiyo na mwisho, giza likawa nzito na upepo ukawa na sauti ya mwanadamu. Alitembea kwa saa kadhaa hadi aliposikia sauti ya mtu kulia kwa mbali. Akaifuata. Alifika kwenye mti mkubwa wa ajabu wenye magome yaliyofanana na uso wa mwanadamu. Kabla hajagusa mti huo, ardhi ilipasuka ghafla na kummeza. Alipoamka alijikuta kwenye mji wa ajabu chini ya ardhi, wenye taa zinazong'aa hewani, majengo ya mawe meupe na viumbe vya ajabu wakimkodolea macho. Ndani ya mji huo alikutana na msichana mmoja wa umri wake aliyeitwa Rima. Alimweleza kuwa alikuja humo miaka 3 iliyopita baada ya kupata ndoto zile zile. Alikuwa amekwama humo kwa sababu hakuweza kupata njia ya kutoka. Msitu huu, Rima alisema, unajaribu nafsi ya mtu. Ukikaa muda mrefu, unasahau hata jina lako mwenyewe. Tawi na Rima waliamua kushirikiana kutafuta njia ya kutoka. Katika jumba kubwa la kale walikuta ramani ya zamani iliyoonyesha njia ya kutoka, lakini lango la kurudi lilihitaji mtu mwenye moyo safi, asiye na hofu wala tamaa. Safari yao haikuwa rahisi. Walipitia njia ya maji moto, walipigana na vivuli vinavyoiga sauti za watu waliowahi kuwapenda, na hatimaye wakafika kwenye lango kubwa lililokuwa limefungwa kwa minyororo. Mlinzi wa lango hilo hakuwa binadamu. Alikuwa kivuli, kiumbe kilichobadilika kuwa mtu unayemwogopa zaidi. Kwa Tawi alionekana kama baba yake aliyekuwa na uso ulioungua kwa moto, macho mekundu na sauti nzito ya kutisha. Kivuli kilimwambia, ukinipiga utarudi. Ukiniacha utapotea milele. Chagua. Tawi alijaribu kupigana, lakini kila pigo liliingia hewani kama moshi. Rima alishikwa na hofu. Lakini Tawi alisimama kimya, akatazama kivuli na kusema kwa sauti tulivu, sikujua maana ya hofu hadi nilipoona mateso ya wengine. Sitakupiga. Nakusamehe. Punde tu kivuli kilianza kuyeyuka, kikigeuka kuwa mwanga mkali uliowaangazia wote wawili. Mlango ukafunguka kwa kishindo. Walikimbia kupitia mwanga huo na kujikuta nje ya msitu, jua likiwachoma usoni. Walikimbia kuelekea kijijini na walipofika, walipokelewa kwa mshangao mkubwa. Rima alikumbatiwa na familia yake. Tawi alipewa heshima kubwa, lakini hakusema sana kuhusu alichokiona. Aliamua kuandika kila alichopitia kwenye daftari lake na kulitaja jina, Kivuli cha Giza. Miaka ilipita, akawa mwandishi maarufu wa hadithi za ajabu, lakini aliwaonya vijana wa kijiji, usiingie gizani kabla hujaijua nuru yako ya ndani. Ikiwa umeipenda video hii, tafadhali usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kuendelea kupata video zetu zaidi.